Sawa, mimi ananipa tabu kama nilivyosema. Ngoja nione tabu anazonipa na nyinyi wa Tanzania au mashabiki mshuhudie. Kaka, habari yako? Salama. Mimi napenda kuita brother, kaka mkubwa. Sijui wa Tanzania wao wakuite nani? Wananiita Dubu. Dubu like okay, sawa, Dubu. Kaka Dubu, wewe mara nyingi na kuona sana Single Queens, na kuona sana unaingia unatoka. Sijajua. Mimi kwa mara ya kwanza najua kwamba Single Queens hawana manager, hawana mtu yoyote ambaye yupo nyuma yao. Ni kundi la wanadada ambao wameamua kusimama wao kama wao. Wewe ni kama nani Single Queens? Single Queen ni kabla ya Single Queen kwanza. Sisi tulikuwa na Kadirida, ni mtu ambaye ni mshikaji wetu. Tunafanya kazi sehemu moja studio pale. Kwa hiyo hata alipokuja na wazo la Single Queen, kwa hiyo tukajikuta tu kama tuko party yani ya hiyo Single Queen, tuko tunashauriana nao kwa vitu vingi. Kwenye project zenu nyingi pia wewe ni mmoja wao na kuwepo studio, kwa hiyo hivyo tunashauriana vitu baadhi. Kwa hiyo mimi ni miongoni mwa watu wa karibu wa Single Queen, ila si manager, si yoyote, ila ni miongoni mwa watu wa karibu wa Single Queen. Ukiachana na yeye kuwa ni miongoni mwa na Kadirida ni mshikaji wake, huyu ni mshauri pia wa Single Queens hasa katika masuala ya vocal, si ndio? Na unaongopa? Tunashauriana kidogo. Napenda sikio lake linasikia sana kuliko la kwako linavyosikia, ila naamini la kwako linasikia zaidi kuliko la mshikaji. Usiache kututupia comment katika akaunti zetu za Single Queens. Ukiingia TikTok, Instagram, Twitter, kote tunapatikana huko. Mimi natamani uambie wa Tanzania, kwa sababu wewe unaishi sana na sisi Single Queens, sawa? Uambie ni watu wa namna gani ukiwa unaishi nao? Mimi kwanza, kitu cha kwanza ninachopendea Single Queen, ujue mimi nimekuwa kwenye tasnia ya sanaa kiujumla, muziki. Tumezoea wanawake ni watu fulani ambao wanaandikiwa, yani hawajui kuandika sio nini. Kwa mara ya kwanza mimi nilipoona Single Queen studio nilitegemea watakuja pale kila mtu atakuwa anaomba msaada niandikie. Lakini nilishangani baada ya muda kila mtu ametoka kujificha kwenye kona yake, wanarudi kila mtu ana burst mistari afu melody kali. Nikasema wanawake ambao ni hatari. Kwa hiyo ni wanawake fulani ambao wana uwezo mkubwa. Unajua kwenye tasnia yetu tuna wanawake wengi ambao ni A-list, wanafanya vizuri, lakini nyimbo zao asilimia kubwa wanaandikiwa. Hatuna watu ambao wanajiandikia wenyewe kwenye soko letu la music. Kwa hiyo kwenye Single Queen ni watu ambao kwa asilimia kubwa wanajiandikia wenyewe, wanajua kupangilia mashairi, ina vina na ina make sense. Kwa hiyo mimi nadhani ni kundi ambalo litakuja kufanya makubwa sana, ila tu ni washauri kitu kimoja. Unajua kwa East Africa mara nyingi imekuwa ni ngumu sana kwa makundi ku maintain kwenye game, kutokana sisi ni watu fulani wa binafsi. Kwenye kundi kuna mtu akiwa anasifiwa sana, anafanya vizuri, ana kipaji kikubwa, anaanzaga ile kuvimba. Kwa wenzetu inakuwa ni ngumu kuvunjika makundi na wana maintain sana, kwa sababu kila mtu anakuwa humble. Kwa hiyo kitu ambacho ningeweza kuwashauri Single Queen, kila mtu ajishushe, kila mtu ajione mdogo, kila mtu ahisi mwenzie. Maana unajua tunatofautiana, wewe Samidono una uwezo wako, sijui Tuni ana uwezo wake, Kadi ana uwezo wake, Nikinyashi ana uwezo wake. Kwa hiyo ule uwezo wenu mnavouchanganisha ndio mnapata kitu kimoja. Kwa hiyo kila mtu ana thamani yake na kila mtu ana mchango wake. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kila mtu ajione mdogo. Kitu ambacho kitafanya muishi vizuri na mfike mbali ni kila mtu akiwa anamsikiliza mwenzie na kila mtu akiwa anajishusha na kujiona mdogo. Lakini kitokea kuna mmoja anataka yeye ndo aonekane anafanya vizuri, yeye ndo ana hiti, yeye ndo mkubwa, yeye ndo ana kauli, hapo kuna vile vitu vinaanza kujitengeneza vinyongo na nini, mwisho wa siku vinaanza chuki, mwisho wa siku watu wanaanza kufanyaje, kujengua. Kwa kitu ambacho naweza nikawashauri dada zangu, wanawake ni watu wagumu sana kuishi pamoja, ila kwa muda mchache nilioishi na Single Queen, kibinadamu inatokea mikwaruzano ya kawaida kibinadamu, lakini ni tofauti na nilivyowazoea wanawake. Sijaona zile kwaru za kike za kuto kusemeshana kabisa, inatokea tu vitu vya kawaida katika kueleweshana kwenye kazi. Kwa hiyo mimi niwashauri waendelee hivi hivi, na kuna baadhi ya vitu pia tujitahidi kupunguza, tuelewane, tujishushe, kila mtu awe mdogo kwa mwenzie. Naamini inshallah ni kundi ambalo litaenda kufanya makubwa sana kwenye nchi. Bana, kuna vitu ameongea. Kuna mwanangu mmoja anasemaga aibu naona mimi. Mwenyewe kashajijua. Aibu naona mimi bana. Ameongea vitu vikubwa sana. Brother Tor, Brother Dubu, mimi kiukweli niseme umeongea vitu vikubwa sana. Binafsi nimevipokea. Na kama wanasikia au watatazama Single Queens, basi naamini tutalifanyia kazi hilo.
Karibu sana. Shukrani. Tuendelee kutupambania. Inshallah. Anaitwa Dubu. Huyu bwana ni mshauri wa mistari yetu kutoka Singeli Queens.